Na miaka mitatu sasa tangu serikali ya Kenya Kwanza ichukue mamlaka, uchaguzi mkuu unapokaribia, Wakenya wanafafanua uongozi wa Rais William Samoei Ruto. Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Bungoma wametoa hisia kinzani kuhusu mwelekeo wa taifa la Kenya. Wengi wanaangazia visa vya ufisadi, ukosefu wa ajira na changamoto katika sekta ya afya, wakikumbuka kupungua kwa gharama ya maisha ikiwa mojawapo ya ahadi kuu za Kenya Kwanza. Mwanahabari wetu Jacob Macheso amewahusisha baadhi ya wakazi wa kaunti ya Bungoma kupata ufahamu wa raia. William Wamang'oli ni mmoja wa Wakenya tuliowahusisha kwenye swali la iwapo nchi iko kwenye mwelekeo sahihi ama ahadi zimesalia ahadi tu. Kwa majina naitwa Wamang'oli William. Mimi ni mkaaji wa Halaba Ward. Mimi ndo nawania kiti ya UMC Halaba Ward. Na leo nataka kurespond kwa swali ambalo umeniuliza ya kwamba kama country is heading in the right direction or wrong direction. Kwanza kusema tu ukweli, zile manifesto Ruto alituahidi kuanzia kwa Hustler Fund alitimiza. Kuje kwa hizi mambo zingine, zile promises zake zote zile alitupromise amejaribu kutimiza. Ni ile tu tulifika mahali akajaribu kulazimisha vitu ziende vile anataka na sio vile sisi tunataka at some point. But wakati tulifanya maandamano na tukasimamisha nchi kidogo, na kuanzia hiyo siku mpaka saizi tumeona Mheshimiwa William Samoei Ruto ako kwa njia mzuri, kazi ambayo anafanya ni kazi mzuri. And I can say and I can attest kwamba nchi yetu is heading in the right direction. We are having the opposition team. Opposition ambayo haina agenda, opposition ambayo haina kichwa, opposition ambayo haina mkia. So ile kitu mimi naweza omba wa Kenya wenzangu ni kuambia kwamba Kenya is heading in the right direction. Zile vitu Mheshimiwa William Samoei Ruto aliahidi, ameanza kupromise. Alianza na Hustler Fund, akakuja kwa pikipiki ambazo hazitumii mafuta tuko nazo. Amekuja ukiangalia stadium ameunda. Ukiangalia mbolea wakati Uhuru aliacha ilikuwa 7500. Sasa hizi ukiangalia mbolea imeshuka na iko chini. So ile kitu mimi nasema the country is heading in the right direction. Kwa tunampiga vita kidogo ili pala anaona anafanya vibaya anajaribu akuje kwa barabara, lakini we are supporting him and we trust our president kwamba nchi yetu is heading in the right direction. Okay, my name is Enoch Otieno, a student from Kibabii University, and as per my opinion, the country is not going in the right direction at any cost. The healthcare system are sick, the education system are sick, everything about the country is currently sick. The only thing that the country can be proud of at the moment is just corruption, because from the top, everybody is corrupt to the bottom. The chiefs are corrupt, the president is corrupt, and most of the leaders are corrupt. The only solution that I can recommend at the moment is I would recommend that in the coming elections we try to look for young leaders who can come up with most of the new solutions and current solutions that can help the country go into the right direction. Because these leaders who are now aging, they have the solutions that could work in the 90s, in the 80s, but at the current time we do not really require most of their knowledge. We are youth, and we need modern solutions to solve the solutions in the country. The issue of corruption is so rampant and is the main cause of most of the problems in this country, including the high rates of unemployment, high rates of the insecurities that we experience, the poor transport system in the country, the most cases of accidents that we witness every day, the cases of theft and the criminal offenses that occur each and every day in this country. It's because the country isn't okay. The country isn't creating the right environment for the youth to be self-employed or creating the employment. So most of the youths are idle. And that's what making the country to lag, and the country isn't going to move forward as it's supposed to be expected. We stick in the era of 90s, whereas we are in the 21st century.
which is not very okay. If you compare the way the democratic countries are working, the countries that are not democratically working, like Burkina Faso and Mali and Niger, the Sahel states, you realize that it's better to be in a country that's not democratically governed, but the country is working in an appropriate way, going into in the right direction, rather than being in a country that is being democratically governed, but the leaders are just there to feed their big stomachs and boots. That's what they majorly do, rather than bettering the lives of their citizens. They are there to better the lives of their families, their siblings, and those who surround them, the big dogs. But you'll find out that those people who put them into power are suffering. Kwa majina ni Dominic Wanyonyi, mkazi wa hii maeneo ya Bungoma. Mimi kwa upande wa uchumi ningeweza kusema kwamba serikali bado haijatimiza sana hiyo mambo ya uchumi. Kuna vitu kama tuseme upande wa kazi haijatimiza vizuri. Sasa sisi kama mayouth kazi imekuwa kidogo, sisi kazi imekuwa kidogo, ama ningependa tuna watu warekebishie hapo, waangalie hapo kuona mambo ya vitu kama kwa hizi maofisi kubwa. Watu wengi unaona unapata sana kama upendeleo iko ndani. Watu wenye wanafanya hapo kazi ni watu wa mmoja, yani ama kama ni lazima ufanye hiyo kazi, kuna hiyo mambo ya ukabila, lazima uungane ama upewe kidogo. Na ndio na taarifa hiyo, hisia kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Bungoma kuhusiana na mwelekeo wa taifa la Kenya chini ya uongozi wa Rais William Samoei Ruto. Niruhusu niseme tu asante sana kwa wale wote ambao wamehakikisha kuwa taarifa hizi zimeenda hewani. Jacob Macheso ni mhariri wangu, Meshack Wabura ni mhariri mkuu, Humphrey Yebi ni mpiga picha wangu, bila kumsahau Brian Innocent ambaye ni mwelekezi wangu mkuu.